Na hivi viguo vyembamba vya mashoga hivi, mwanamume ukamwona kata kiguo chembamba kavaa hivi, huyu shoga anaingia kwenye ushoga. Kama mkweo jua sina mkwe hapa. Huyu mkwe huyu, huyu si mkwe huyu. Mwanangu asa hajapata mume huyu bado. Na raha hasa mwanao wa kike hasa umpeleke kwa mume, hasa umpeleke kwa mtaalam, umpeleke kwa teacher. Sasa anajua sasa amebakia ile kuja kuambia tu baba na mengine nataka kuambia lakini naona tabu. Mwambie mwanangu nini tena? Mungu kuumba mauti hasa katupata. Kwa nini mwanangu? Kwani siku zote haya mauti si kuyasikia mawaidha mauti wewe? Manake anaona anataka kuhadisia ule utaalamu wa ule mtaalamu kule nyumbani. Anataka kumpa habari za mkwewe kwamba pale mkutana na mtaalamu. Lakini anashindwa. Lakini kwa mama yake anaweza kwenda, mama mume wangu mimi ndio maana akatumikumbe ile kuo mume kuoa mke mwingine inakuwa ngumu kweli, mimi nilifiri masihara. Kwa nini? Mimi naona kama akioa mume wangu sijui nitakwenda wapi sasa. Wende wapi? Kwa nini? Unaonaje wewe? Unaona tabu gani mwanangu? Mama mengine siwezi kusinambia, mimi ndo mama yako, baba yako huwezi kumwambia mimi niambie. Huambizana ana vikorombwezo huyo. Allahu akbar. Tena ukifika pale ndo unaona unapapatikiwa, huna gari wala baskeli. Bamkwe unamwona mamkwe huyo. Bamkwe. Fanya mchezo nini we? Tuko pamoja? Tunafahamiana hilo? Sio maskhara. Jamani, haya mambo yanataka taaluma. Ndio maana unasema mke wangu hanipendi. We teacher. Teacher we. Mtaalamu we. Ye sharobaro. Unafikiri we mke utamuendesha kwa usharobaro? Mke huwezi kumuendesha kwa usharobaro bana. Tuko pamoja? Sasa hii ndo hali. Tuko nafasi moja tu, moyo wapi utatulia? Katika utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya nyumba weka utajo. Nyumba ambayo inasoma Qur'ani, shetani anaikataa. Anaikataa bwana shetani. Sawa? Kabisa. Kwa hiyo mtu atulie vizuri, asije kaingia katika njia mbaya na chafu. Tumefikia katika manne. Nyumba ambayo inasoma surati al-Baqara, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haingiwi na shetani. Shetani anakaa vipembe vinne katika nyumba. 1, 2, 3, 4, sehemu 4. Shetani anakaa kufitinisha ndani ya nyumba, kuleta mambo mbalimbali, utaona ajabu. Sasa kama inasoma surati al-Baqara, aya Qur'ani yote dawa, lakini kuna vitu wakati mwingine vinakuwa vinaumiza zaidi. Qur'ani yote dawa, lakini kuna aya maalumu zimeteuliwa, hizo zaidi mafisadi, majini, wakorofi, makhabithi, makafiri zinawatesa. Hata makafiri surati al-Baqara, hao makafiri wa kibinadamu, surati al-Baqara maneno yake wanaumia sana. Tuko pamoja hiyo hali. Kwa hiyo tusiache, angalau leo mtu tamsikia anafungua Qur'ani, yeye mwenyewe kalala. Wewe vipi wewe? Utafunguaje Qur'ani ndani ya nyumba alafu wewe ulale eti kulinde Qur'ani, wewe umelala? Unaifanya kama Qur'ani ndo mlinzi wako wa namna hii, kama ulomweka mlangoni au ya kulindie nyumba yako. Ala. Ukiona unataka kupata usingizi, zima redio. Fa idha qara'atil Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inaposomwa Qur'ani lazima muisikilize na mtulie ili mpate mrehemewe. Sasa umelala vipi? Unakuaje?
Hili jambo lazima tuangalie kwa vizuri sana. Kwa hiyo utulivu wote unapatikana kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa kwenda kuangalia mpira. Leo imekuwa mpira, Waislamu umekuwa kama halali. Ndani ya msikiti tunakuja jezi tupu, jezi mpaka mavazi watu wameharibu. Sasa hivi watu wakija kuswali jezi tupu. Imamu bwana, wasije wakatuona wabaya, mtu kaja na jezi unamtimua. Amcheze mpira tu bwana, tena anakuwa ghali, kanunua jezi ghali sana. Sema tunalazimishwa, lazima ndio watu wanalazimishwa wavae sketi. Uko anavaa makazini, anaambia kama hukuja na sketi hapa. Tena Muislamu anaambia kama hukuja na sketi hapa hupati mshahara. Tunamwona dada yetu Muislamu, pengine tunamsomesha darasa, anavaa hijabu, siku hiyo anaivua sketi, anaivua hijabu, anavaa sketi kwa kutaka mshahara. Anauza dini yake hivi hivi. Leo tumeambiwa tuvae sketi, kibuno juu, kenda chukua mshahara. Ndio wapo wengine wamwage zao wanakwenda madarasa vizuri, lakini kazini ana uniform avae sketi, na karidhika bwana, itabidi mkewe avae sketi. Nena una ajabu, mpaka kampuni hizi za kawaida ambazo mtu anamiliki mwenyewe, kama hawa watu wa masheli wanaoweka mafuta, wanauza mafuta, wale watu wanaoamiliki wenyewe wanakwenda kuwavalisha nguo za uchi. Tena unaambia kampuni ya Muislamu. Ajabu, hakulazimishwa. Anaweza kuambia vaeni hijabu, lakini wallahi wanawapeleka dada zetu uchi kwa sababu ya kupata nini? Thamana mkalila, thamani ndogo tu ya dunia. Na mwanamke yuko tayari midamu nini, tena anauliza ndio bora kuziniwa kuliko kufanya kazi hii. Sawa sawa, unamuuliza nani maswala haya? Na wapo wanaume wengine nasema ndio mke wangu bora wananiomba pesa kila wakati, alafu wakati mwingine nisiweze kumpa kaziniwe kuliko kufanya kazi ile. Sawa sawa bwana, usibabaishe watu. Mwanamke kaambiwa bwana akae vizuri, na wewe na mimi ndio utakayemtunza. Wake za mitume wamepata sifa kwa sababu ya kutulia, hawana kibakubaku, hawana kirohoroho, wametulia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqarna fi buyutikunna, kaeni katika majumba yenu. Mwanamke akikaa kwenye nyumba utastarehe. Natubishe, nani anobisha kwa hilo? Na mwanamke akitoka sana kwenye nyumba hana sababu. Hakukatazwa mwanamke kufanya kazi, lakini lazima afanye kazi, aheshimike, aheshimiwe. Leo ofisi gani atakayeheshimiwa mwanamke kutwa nzima? Hebu uliza. Nashakwenda pale anapewa mpaka pesa za vipodozi. Anaambiwa kila kwenye mshahara tunakupa 30,000 za vipodozi. Vikipanda bei anaambiwa sasa tumekuongezea 50 za vipodozi. Tukuone hapa umekuja hujajipamba we, na tushakupa 50,000. Au tumekupa 200,000. Anakuja nyumbani mwanamke anajisifu, napewa 200,000 meza za vipodozi tu. Tena ndo ziache. Mnafanya mauzo tena bali. Basi mke wangu tugawane. Mimi ningeje kwa 50 tu. Hiyo 1,500 itakuwa ya kwako. Yaani unaruhusu maovu. Unaruhusu maovu. Wapo watu wanaofanya wake zao hivi, madayuthi hao. Hawana wivu. Kweli mkeo akasema mgawane, tugawane. Maana kapata ngawira au vipi? Kapigana vita au vipi? Tugawane bwana. Leo ungeje kwa 50. Zile baki utachukua wewe. Asubuhi wewe unampakia kwenye pikipiki uko uchi, ndio 50 ndio ushachukua wewe. Tena fanye. Na wewe jipake hizo rangi za mdomo basi. Ujikate na sketi tukujue tu mwenzetu kama na wewe shoga. Si unafuata bibi bwana. Tuko pamoja. Tunaendelea nafasi ya pili ambayo tulokusudia, kwa sababu hatuwezi kuimoja haijesha na wala hatuwezi kuimaliza. Kwa vile leo ni ugeni, tuna hamu sana. Kila mmoja ana hamu ya mwenziwe, na haya maneno yanakuwa yanatia hamu. Wewe kama huingii hamu kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu, kaka ya kudanganya mwanamke anakupenda wewe, alafu mpaka kuna siku ngatwelishi kio kwa uongo. Anasogea tu mtu